Wewe Msomali. Msomali wewe. Siku zote namuona baba yako mkorofi, kumbe wewe ndio mkorofi. Kwani lakini wewe Msomali, uambiwe nini ili usikie wewe? Kila mtu amepewa vitafuno vyake. Imekwaje ukaenda kula vitafuno vya mwenzio? Hivi wewe ni mpuzi kiasi gani? Ni mpuzi kiasi gani? Kwani kilanga chake kilichosababisha aweke maandazi yake kwenye sahani langu ndio kilichosababisha mimi nile maandazi yake. Wewe mama ni muongo. Haya, wewe sahani lako wapi? Na wakati ile maandazi nimetenganisha kila mtu na chombo chake. Kivipi? Mama unamwona mwanawe? Afu unajua kama ni mudu, si ndio? Yaani wewe. Utakuja nikupasue. Ninyoshe kidole mwanzo. Nasikia kwamba nimenunua na hawapa. Mama, ongea na mwanao vizuri. Yaani ndio maana umefeli, unakaa tu nyumbani una kazi kujaza choo. Vijana mimi. Wewe una nguvu wewe. Wewe una nguvu. Piga. Nipige yo. Wewe. Utakunyoa hiyo pua. Utakunyosha, ndio maana umefeli pala. Wewe. Kuja shambani akawa anawaka. Wewe vipi? Maana tumeongea na wewe kwa kiume. Nashangaa maneno yanatoka. Mimi mpaka kule kwa mke wangu amefika. Maneno gani hayo tumeongea na wewe afu nikapeleka kwa mkeo. Mimi mtu wa kiume. Umeelewa? Siwezi ngatoka tukaongea neno. Alafu nikanunua tumekuwa kahaba hapa na kuhifadhi siri, kuhifadhi vitu. Mimi sina tabia hizo za kishenzi, kwa tukanao tuongea afu nafikiri angalia ni neno nianzisha mimi. Basi kazunguka hapo akasema kwamba yeye kwamba kuna mtu ameenda pale kumwambia kwamba mimi yeye anataka kuoa mke wa pili. Mwanangu wa kimbembe. Mke akasoma saa matatu ajaingia ndani na kulala. Mimi naishi mke wangu. Sio wewe kweli. Unaenda kwa tumana nao. Mke wewe anakujua wewe. Ulienda. Kweli. Mbona si hicho? Bye mke wangu. Sijui Mungu, ile jambo. Kweli. Sasa ngwambie kitu kama mke wangu. Yaani kweli. Shemeji anatarajia kupata pesa. Tena zile pesa sio kidogo, ni nyingi kweli. Na shemeji yangu mimi namjua tabia zake. Anapenda sana chenchede binti. Sasa hivi tu hana hela alipo vile. Mara kambukia huko. Ndio mimi nikamshauri kwamba shemeji, kama unapata pesa tena ni nyingi, afadhali upate mke wa pili. Wewe utulize akili. Hiyo kiu yako kwa sababu utakuwa umeoa mke ambaye anampenda ni binti, basi utulie. So tena uhangaike na kingine ambacho nimemosia. Nikamwambia fanya ibada kwa nguvu zote. Afanye amrudie Mungu wake. Fanya ibada, umri unaenda ule shemeji yangu. Sasa leo anafanya mambo ya soko la maana na umri unaenda mtaani kwa ndo namjua. Inakuwa haipendezi, mimi naona aibu. Unaelewa nilichomshauri mimi. Siku nimeongea kwa nini kwamba nitengeneza mboga. Nikasikia kila kitu mlichoongea, yani hakuna nilichosikia hata kimoja. Sasa mimi ikiwa kama mimi mwanamke na wewe ni mwanangu ndio unatoa ushauri, kumshauri mwanamume afanye vile. Unaambiwaje? Ukiona mwenzio anamwelewa, unaweza kuonekana haji. Nikasema mimi tena nitoka pale na donge mume wangu, yani nitoka pale na donge. Unijua tu. Niko hapa na pale nakwambia unafanya unanipotezea, nikamwambia nikatoka pale mpaka kwa wifi. Mbea ulizo. Nikamkuta kwa wifi kasimama na mawazo yake, mimi mtenzee yule muda wote nikakuta kasimama na wazo yake, nikamwambia kaa hapa shoga yangu. Nikamwambia kila kitu.
Hata ingekuwa wewe. Basi sawa. Mimi haisumbui. Haina shida, ila nikwambia tu kwamba hilo jambo mlipeleka. Lakini sio kalitangaza kwa watu wengine. Yaani kama mmwambia yeye basi baki hivyo. Sasa maamuzi anayo yeye mwenyewe. Kufanya au kutofanya. Sawa? Lakini kama mmwambia basi limeishia hapo. Basi siku ile mke wangu akualika ule mwanamke akanje Masai. Sababu kutoka nje na kupata hilo jibu. Sema hivi nilimwambia jikaze. Ila kukutaja. Hapo sawa. Lakini nimemwambia shoga yangu jikaze. Kwa leo tu kwa siku ile. Hakukutaja ila akamwambia kila kitu. Kila kitu. Ile bwana anapenda. Mara hapa. Vizuri kama hivyo ila sio nao mchukua tu 2000. Ngombe shanje mbona eti mkao. Mbona unatosha? Unatosha kabisa mimi 2000. Bora si anatetesa mtani na mtu. Wani. Unaomba mwanamke unaompenda usihangaike. Mimi bora nakupenda na maana sihangaiki. Nimetulia kama jani tungoni tuli. Nakulala zangu. Mbona mwanamke atakutuharibia lakini nitamkaa nitamfukuza. Kama mamaki. Anazingua mjue. Anikosesha raha. Hiyo siku kinuna mimi kama mambo yetu hapa tofauti. Unanuna unajua mbaya na fulani. Sasa ukiona mimi tumshauri chimeni wala sio kitu kibaya. Mshauri kitu kizuri kwa kuendana na mwili wake. Mwili wake sasa ule umeenda. Kama mwili wake umeenda haipendezi yeye kwa vile chewa. Kila mmoja mimi nifanya usiri. Sitaka kutoka wewe ujue. Ila kwa sababu nimejua kwa bahati mbaya basi ni jambo nichukulie kama nichukulie lakini si kuendelea na kama mwambie hivi au basi mwambie na mtu mwingine. Kama atalifanya sawa, akulifanya na mke na mke sawa, okay. Wanawake tunajiwezesha na tunaweza pia. Wanawake tunajiwezesha na tunaweza pia. Changamkeni jamani, kuna habari nzuri. Jamani, kuna taarifa fupi tu nisiwachoshe sana. Kuna taarifa fupi imetoka kwa wale watu ambao walikuwa wanakuja kununua mboga kwenye shamba letu lile la ujasiriamali. Mboga zetu ni nzuri sana na wamezipenda. Tena wamezipenda mno. Ila tu kuna kitu kimoja ametushauri kama wasijasiriamali sisi. Ile dawa ambayo tulikuwa tunaipulizia awali imeleta madhara kwa wateja wao kule. Kwa hiyo ametushauri kwamba kuna dawa mpya ambao wamenielekeza, tutaipulizia ile dawa na mboga zetu zitakuwa ni nzuri zaidi kuliko tunavyofikiria. Wanawake tunajiwezesha na tunaweza pia. Hiyo ni habari nzuri sana sana sana. Na ni bora mtu jamani, mimi naongea na nyinyi mnaongea. Tuwe makini, hichi ni kikao. Sawa. Nikiwaza hapa mtaenda kuongea. Wanawake tunajiwezesha na tunaweza pia. Hiyo habari fupi ni hiyo. Na pia kuna habari tamu. Kwenye kile kiwanda chetu cha batiki tumepata oda kutoka Nairobi. Jamani, raha sio raha? Raha. Basi jitahidi sana kuongea, yani jitahidi kuongea na watu jamani, waje wajiunge kwenye kikundi chetu. Mambo matamu yapo na mengine anakuja. Hatuishii tu kwenye batiki, tutaendeleza na viwanda hata vya kusindika pilipili. Lakini hapa kubwa zaidi tumepata oda kutoka Nairobi, tutapata oda sehemu nyingine hivyo. Kwa hiyo unakwenda wapi na kikao tujamaliza mazoezi? Nimekuelewa sawa, mpaka juzi mtarajia. Maji bwana ndo kukuta hapa. Sasa hivi kwa. Kwanza nitoe kigugu changu. Hiyo nina hasira. Hiyo nina hasira naye. Sina hata hamu ya kukaa hapo chini.
Yule dada yako ajitae kijumbe wa mtaa. Maana kijumbe chake cha mchezo anataka kujifanya kijumbe cha nyumba 10. Mwambie anikome. Si umenielewa? Mwambie anikome. Yule kusamia ananidai na chesha watu hela zao. Akati siku ile juzi tulikutana mimi nilikuwa na KFC changu hapa. Pombe nimekunywa sijashiba. Nikasema ngoja nikaeka hela kwa watu. Nikafika. Njia kwangu nikaiacha ngana moja hadi kwake. Odi. Hela yako hii. Leo kunijia juu, asema mimi ananidai. Haitoshe ananitangazia mtaani. Hivi anajua mimi nani? Anajua maana ya Zizu. Sasa hivi nimeamua kutulia na akili zangu timamu. Sawa, asitake anirudishe kule nyuma. Nikilianzisha timbwili langu hapa, hakuna atakayeweza kuniziba. Aulize aambiwe, sio aje juu juu. Naomba mwambie dadako asije juu juu, aulizwe aambiwe. Hebu kwanza yote 9. Achana mambo ya kijumbe, utamalizana naye. Mume ukaja hapa. Hebu subiri kwanza. Mume wangu mimi na mume. Sema aliyokuwa mume wako. Mimi sijui aliyekuwa, sijui uliye naye. Kwa hiyo mimi ninachojua ni mume uliyezaa naye. Tena mume halali kwa ndoa. Kwa baba na mama, kwa bibi na babu anajulikana. Huyo ndio anakuletea salamu zake. Miguu yake mpaka kwa mai. Odi, karibu. Mume anaongea kwa uchungu. Mume anatiririka. Uliza alikuwa anaongea nini? Wewe ndio uliambiwa mimi sitaki kujua. Nielezee. Mume anataka urudiane naye. Na anasema hawezi kuishi bila wewe. Lakini na mimi cha kukushauri Zizu, kwa namna mwanaume nilivyoona anaongea kwa uchungu. Kakubali kakiri ndio makosa uliyomkuta nayo, udhaifu wake, aliyokutendea yote kayakiri. Lakini mimi naona ni hakuna sababu ya kuendelea kukaa kivyako na yeye akakaa kivyake. Kwa nini msirudiane mkatengeneza maisha mapya? Zizu, kwenye maisha haya hamna kitu ambacho hakipiti. Na chenye mwanzo pia kinakuaga na mwisho wake. Ndiyo umeshakuwa na jina lako mtaani shoga yangu, umeshakuwa na maisha yako, lakini kumbuka yule bado ni mume wako, umezaa naye, ni mume halali. Kumbuka binadamu huwa hakuna aliyekamilika Zizu. Namba unazunguka sana, hebu tulia kwambie. Huyo kisoda aliyokuja hapa kwa mwanaume mfupi kama kibala asubuhi, mimi wa nini? Huyo kisoda aliyokuja hapa sijaanza kuishi naye leo. Si umenielewa? Na miaka naye 10. Umenielewa? Taingia amenioa vitu nilivyotunzwa navyo kwetu. Muulize, tulishaikubadilisha hata kijiko. Kununua kipya tu, ni vile vile. Mtoto wetu kajua nimeolewa na bonge la bwana. Yale nilofundishwa yote nikamwachia hapo. Umenielewa? Nilikuwa simbanii. Akanataka. Wakazi gani mimi? Ameshaniacha. Alafu mwambie, Zizu yule sio sasa hivi. Umenielewa? Kingine, ya huyo bwana tuachane naye. Takataka, sitakata kuyesikia. Umenielewa? Sitapiki. Matapishi kisha katapika siwezi kurudisha mdomoni. Kingine, mwambie huyo dada yako. Sawa, aachane na mimi. Mimi ndio Zizu. Katika sehemu yote hii niambie mwanamke gani mwenye duka kama mimi? Mimi nina tii zangu hizi 3. Aje taratibu na mimi. Salamu utazifikisha shoga yangu. Endelea kufua ukimaliza na kwa bwana wako huko nimefungia ndani kama msukule. Kwa heri. Shoga yangu karibu. Lakini kurudi kwa mumeo. Na unavyopenda shambani. Mbona zimestawi? Shoga, haya ndio maisha yangu. Nikiwepo huku sikumbuki hata kula. Unajua jua leo linawaka sana. Hata ikitoka tumekuwa njano sio wekundu atuelewe. Yaani mimi ndio maana napenda kuvaa hili nalo lina maana hivi. Kwa kweli. Okay, hivi kwa kikao. Yeye mazana mume wake alikuwa na mgeni kuongea kwamba bosi tarajiwa. Kwa jeuri kabisa hivi ni kama anakunyali. Kumbe nao niliona hivi. Yaani labda alitibua. Nimeona vizuri sana. Nimemsikia. Nilitamani hata nitoke pale niondoke. Ndio tukao ndo kikao cha wanawake. Nikaamua tu ninyamaze. Nafanyaje? Yaani kaongea kwa kujiamini kabisa. Tajiri tarajiwa.
Sasa mimi sikuona maana ya kuongelea pale hizo jambo. Na kama ukitaka kuongea, angekukuta hata njiani, hata uko kwako pale, akakuita hivi. Ulikuwa na maana gani ya kuongea mbele ya halaiki ya watu? Na hasa kwenye kikao kile kama kile. Anapenda maisha nayoishi. Sasa kusikia tu mimi hapa nataka kupata pesa, basi ndio amefanya matangazo na zile ni kejeli. Zile ni kejeli kabisa za wazi. Kwa kazi aliyofanya mume wangu, ina maana kashaifunga. Pale kama mtu anaondoka na nguvu huko, akifanya kitu chochote kinawakuta. Kwa sababu alifanya kazi kwamba mahakamani kila kitu kiishe, bwana mkubwa anapata pesa. Na hiko kashafanya. Na maana hiyo kazi yani kama kufungwa ishafanya ishafungwa. Sasa haya matangazo yanatangazika kijiji hiki. Nitakuja kufanya kitu kibaya, hizo hela asipate au zianze tena kubabaika. Mtu kashaenda kuloga. Hivi kama kuongea waache waongee. Kwa sababu mtu anasema mchana, usiku analala. Na hata kama nitamkataza mume wangu kufuati kuongea masuala hayo mtaani, watu tayari washasikia, watatangaza wenyewe. Alafu wewe unaposema kwamba mimi siwezi kutangaza hicho kitu. Nawezaje kutoka barabarani moja na mwezi unapata hela au mwezi ujao unapata hela? Kwa hiyo mtu anakuongea kile. Mwanapigana sijita. Ana mume wako hivi. Mume wako akishalewa akipita kwa madukani na madeni madukani wakipita wage anapita kutangaza mimi napata hela nikopesha kitu fulani. Yule ndo mkubwa anayetangaza. Kaa na mume wako mwambie, kaka mbona anakuwa hivyo akui lakini Siache. Alafu ile mazwena. Ile na mwanamke ni msheni, sijapata wewe. Sakina. Mavazi gani wewe univalia? Afu tabia yako siku zote nakukanya kuhusu hiyo tabia mbaya. Kisha kukanya sana. Sipendi hiyo tabia. Hebu nitokee hapa. Toka! Kabadilishe nguo. Pumbavu mmoja. Mbona unapenda kwa kituko kila muda? Hebu nenda kabadilishe nguo zako. Mwanangu. Kwa mambo ya saluni unajua sana. Biashara sasa ndio nimefanya. Sio nani sana. Lakini kwa kuna sehemu niko najifunza. Kwa hiyo kuna vitu ninaviweza. Kuna kulemba, kusuka, Steaming. Yaani kila kitu naweza kusema. Unajua siku zote unasema unafanya kitu ambacho unakiweza. Yaani biashara unaoijua ndio ifanye, inakuwa kupigi shoti. Kwa sababu hata ukiweka msana wa kazi pale, kama hata siku akizingua, una uwezo kufanya mwenyewe. Sasa mwanangu, mimi niko na jambo moja nataka nikushauri. Hizi biashara unatakiwa upate kwanza kitu mkononi. Yaani ungesubiri baba akupe pesa au apate pesa ambazo utatarajia kuzipata. Alafu ndio ufanye nini? Ukaendea hiyo biashara ambayo unakufanya kuifanya. Sasa unaiendea biashara unataka kuifanya wakati una kitu chochote mkononi na mzee hajapata. Unaona unaweza kuwa anatwanga maji kwenye kilo. Sio mambo ya makuto ya watu, najua biashara inaweza kufanyika. Ndio hivyo naangaikia hapa. Kwa hiyo nikipata, najua hata nikipata hela, najua tu kuna sehemu moja ni point. Sasa hapo mwanangu, hapo upo sahihi. Yaani hapo sasa safi. Unaweza ukaenda. Hapo safi kabisa. Mpendeza mwanangu, hivyo unavyotakiwa. Vaa hivyo kila siku. Unaloendea na mkaenda mkafanikiwe nalo. Amina. Haya. Basi. Mungu akipenda. Mungu atamlinda katika siku yake. Amina. Sipendi kuja ninapojifunga hivi na hisi. Unaweza kujiona. Sasa nitoga shoga yangu. Tumetoka kwa vizuri tunadhani ile pendeza. Mimi sipendi mambo ya familia yangu bana. Mtu anakwambia vaa nguo na jifunika, mimi sijazoea rafiki yangu na mfuko hapo mimi. Sasa usiwekee au utaki. Sipendi haya mambo. Yaani mtu anakulazimisha tu yani eti mara vaa nguo ndefu mara vae si nini. Si hata watu wa zamani bana mimi wanataka kuvae nguo ndefu sisi ndio sasa hivi. Ndio sisi wako tena sasa tena. Hata kama bana mimi sijazoea mambo. Wewe tena nangu fupi. Hiyo kuna mdogo tukichezea hapa. Naambia ni umevaa vile kama hivi.
Mbana mimi siwezi mambo wala sisi. Yaani hata sifuatilia mambo. Sasa wewe. Bana mimi kwanza sijali.